Okay guys, sasa tunaingia kwenye upande wa pili. Unakuta mtu ameoa father ana ndoa yake, ametikata kupata watoto wawili wa kike wa kiume. Kwa kawaida tumezoea kuona kwamba mama anamkubali sana boy, afu baba anamkubali sana mtoto wa kike. Na haya ni mapenzi yako natural. Lakini tukija sasa kwa sisi kama sisi, wale watoto unaweza kukuta wale watoto hazihivi. Tunaelewana? Hazihivi yani ndio huyu mkubwa mdogo au wako watatu, tuseme wako watatu. Lakini unakuta mmoja hazihivi, inatokeaga hiyo. Sometimes ndio kupewa makosa sana. Sometimes yani ni mtu anuksi yani. Yeye kwa kujikanyaga yani, unajua. Sasa hiyo bali ikitokeaga unakuta kama yule mtoto anapendwa na baba atakuwa anamtetea. Lakini upande wa pili utakuwa anakanyaga mkomoto ile. Sasa ile huwezi amini uanga mimi ndivyo isoma kisaikolojia katika jamii, huwa inakuja kutengeneza chuki. Ndio leo unakuta mtoto anaamini baba fulani na fulani ndo wanaye, au mama fulani na fulani ndo wanaye. Unanielewa vizuri? Nyinyi mkija mkitoweka duniani mnaacha beef. Ndio unakuta hata ndugu wanauana. Ili shamba bali lilikuwa la mzee, haingii mtu. Watu wanashikiana panga, lakini uzao hizi chuki sisi mimi naishi. Hizi chuki ni paswa kutumia akili zetu pale tunapoandaa makinda yetu, kwa sababu mtoto ni kinda. Anazaliwa hajui hata kijiko, hajui titi ni nini. Yaani hajui chochote yani, wewe ndio unaanza kumdirect. So mimi nahisi hii issue inaanza kwa wewe mzazi, unamdirect vipi? Unamlea mtoto wako vipi kwenye love na wenzake? Hiyo sasa. Hiyo imekaa vipi hiyo? Yaani maisha darasa. Mzazi ni mwalimu nyumbani kwake. Unaelewa? Kabla mtoto hajaijua dunia, wewe unakuwa kumwambia dunia iko hivi. Hizo kwa vitendo na kwa maneno. Sawa? Mwanao kama unasema una watoto wawili watatu, utakiwi mzazi kuonyesha hata kwa bahati mbaya kwamba uko karibu na mtoto huyu kuliko yule. Kuleta upendeleo. Yaani kuhusianisha timu. Wewe utatengeneza bila wewe kujua. Kwa sababu kila mtoto anayezaliwa anakuja na akili yake. Unapokuwa unataka kuzungumza na mwanao, kumkemea au kumwagiza agizo lolote, waite watoto wako wote. Fulani. Sawa? Nataka nimwagize mmoja hapo hivi. Nani yuko chapo? Ndio umeelewa hapo? Nani yuko chapo hapo aende fast. Au yuko hana kazi nimwagize. Watoto wako wote wale. Hapa wewe ukienda unachelewa. Hebu na nini? Wewe chukua, fuate chapo. Unapokuwa unamuita fulani peke yake, labda wawili wako ndani, mmoja kwa nje. Unamuita ndani. Kennedy, hebu naniletee fegi pale. Kule yuko aido ametulia kimya. Huyu kuna stumwi. Faza bwana, kila kitu anamwagiza. Fani, na maana hadi majukumu mengine kuna majukumu ya anamwagizaga. Tabia hiyo ina tabia ya kulisishana kivipi? Mfano, baba ndo anafanya hivi. Mama ndo mara nyingi labda yuko nyumbani. Mama naye atachagua wako wake. Fulani, kanchotee maji. Fulani, kanchotee maji. Kuna zile kazi ngumu na kazi kuna kazi ngumu na kazi laini nyumbani. Na sio kwamba akimpa kazi fikirieni kazi tu, na hata akirudi na vizuri yeye ndo wa kwanza kumpa. Hapo sasa ndo sosi. Kwa hiyo sasa kwenye kazi wanaona shega. Yule sasa na akirudi na vizuri Yesu unajua zile. Sasa mwendee nikwambie hivi wewe. Na lazima moja sikiliza, unakaa labda ukaani mdomoni wako limekaje na mtu fulani tu. Hata kama unapiga sio mtu mwingine unaweza ukahisi kama uko na yule. Mimi si kwamba kama umezoea kumuita mwanao kumwagiza dukani wapi mwingine unamwona huyo mmoja mwacha asome mwache kubizi na nini. Hata unapoona na vitu vyako kama unataka kuvigawa, si ndio? Yaani jina la haraka itakapokuhudumu wako ni yule. Sure. Yule mwingine unamtengenezea mazingira magumu ya kuona kwamba mimi mbona sio kama huyu. Au kwa sababu yule mtoto wa mwisho au kwa sababu yule mtoto wa kwanza. Mbona mimi mama yangu anaitwa mama fulani eti mama fulani jina la kwangu mimi. Umeona? Unajua anatengeneza kukunja. Mama fulani mtoto anatafuta kukimbia. Kuna kama wenzetu familia ambazo kidogo zimeshajipata, huwa mtoto anatafuta kwa yani
kwa taarifa. Wanajua sasa mzuri nataka kupata mtoto na siku fulani nataka kufanya mwezi fulani nataka kufungua. Okay? So sisi wengine hapa unajikuta tumebeba mimba ti. Yaani unakutana nayo yaani kama ajali. Kama ajali. Ile nayo inachanganyika. Changanyika kivipi? Stress inamfanya mtu umharibu mtu. Kwa sababu kama huwezi kujidhibiti stress zako, ndio inakuwa sababu kufanya mtoto kwa sababu hii, mtoto kwa sababu hii. Na mwingine mtoto mzazi mwingine sasa yaani mtoto alizaliwa kipindi kibaya na kwa kama analeta ile chuki kwa nini ile mimba iliingia. Na wapo wengine wazazi wanahangaika kuharibu mimba ili wasizae kwa kipindi kile, lakini inashindikana kwa sababu ni tunda Mungu ameweza kulileta. Sisemi kwamba muweze kuharibu mimba wazazi wenzangu, hapana, lakini nazungumzia kitu ambacho kiko automatically. Ni vitu ambavyo wazazi wanahangaika navyo sana. Na sosi kubwa zaidi ya watoto kuhangaikiwa sana, wazazi tunaangalia wanaume tena ambao tunatakiwa sisi kama sisi tunapoanzisha mahusiano mpaka mapenzi mpaka kuingia mimba, tunatakiwa tuangalie nani tunazaa naye. Nikuulize swali madam. Yes. Sasa nyinyi mkichagua tu wale walioko smart wale wenzangu na mie watakao waoe kweli. So smart. Sio smart. Wanajipata. Mwanangu vipi tunaoana tuoane. Ukitaka na mbebi mwenzako sasa. Si ndio sasa uchaguliwe Kapo nakubali. Kapo imeenda na hapo ambapo mnaizungumzia ndio wanakuwa na upendo wa dhati kuliko hata hao watu ambao mnawazungumzia pesa sio nini. Kina Tretron. Yaani wale watu ambao mnawazungumzia mwanangu basi ni wale wakipenda wanapenda kweli. Haijalishi una uchafu gani. Kwa sababu gani? Yes. Kwa sababu gani wanapenda na kweli? Wanapenda kwa sababu yani wanapenda kwa sababu wako ndio wanakubali. Yani means kwamba yani unaona mpaka mlevi kwanza ni mtu ambaye aongee uongo kidogo. Yes. Mpaka leo anadanganya kama hajalewa. Akileo true usikie vizuri. Yaani kwamba atayumba lakini atafika tu nyumbani. Sawa. Levi kalewa na mtungi wake. Kamuona pale na bibi mwingine naye kalewa na mtungi wake. Na muda mrefu ashazoeana wanajuana vizuri. Mambo huyo kileo anapita hapo na yule anajua kabisa yule kileo anainuka anacheza pale. Na akicheza mimi ndo naendaga pale. Nacheza naye. Watu wote wanajua mimi ndo nachezaga naye bana. Mpaka shaanza kumtajia nini baba fulani. Anitaji na mama naye. Mwenyewe kila nikitoka ujue wakisema wanapendana. Saikolojia inajijenga hapo. Wanapendana moja kwa moja. Ila mimi ninachoamini. Sasa lakini swali. Mwanangu mimi nishaonaga familia moja. Dingi ni mlevi chakaramu. Kwanza analala ubanda huko. Mama yaani ubanda wote akiingia akinywa ndio fresh baridi anaweza kaja kesho yake. Hao watoto sufuria iko mlangoni, sijui nyingine iko huku, bata kapita huku katokea huku. Unanielewa zile. Mwanangu unafikiri unatengeneza kizazi gani yani hapo mbele? Yaani kwa sababu kila kitu yani ukilima bustani ya ngogo bana utapata ngogo. Lima bamia utapata bamia, kilima matango utapata matango. Hawezi kutegemea kulima bamia afu hebu ipiche kwa sababu ukipicha hiyo familia mwanangu ni ile familia hata mtoto yani hata uniform shule kwanza mzazi hataki kujua hata shule iko upande gani. Yaani yale ni maisha ambayo mtu yani mwingine shule anaiona kama ni kwa sababu serikali tu imetaka hatuwezi kuishi wote katika kiwango. Mimi nishaona familia ambayo mwenyekiti ndo anafukuzia yani raia nyumbani. Kwa nini mwanao hajaenda shule? Kwa nini mwanao hajaanzishwa shule? Yani kwanza yani ni timbwili yani mwanangu. Yaani kama ugomvi. Mwanao wewe unasomewa kesi wewe. Mwanao kwa nini hajaenda shule? Sasa niulize hapo baba ana akili, ana IQ ya kiasi gani na huyo mkewe ana IQ ya kiasi gani afu akazaa mtoto afu jiulize familia hicho kizazi cha gani? Ni kizazi cha nyoka. Kuna familia ambayo mtoto akienda kuiba akija hata kama anakimbizwa maza anafungua mlango anafunga nini katokea huko fresh umepata shinga ndio, lakini mimi tunaongelea love kwa sababu hiyo love unaompa mwanao ndio atakayokuja kukutana na walimwengu watampa pia. Watu mpa la kuja sio la. Si ndio hiyo unampa wewe? Yeye atategemea walimwengu nao atampa hiyo. Hapo kama tunaongelea love. Sawa. Hivi unajua kina faida na kina hasara. Unajua tukiongelea mapenzi ya familia mwanangu.
Wewe kama mwanao unampenda, utaelewa maisha yanakugonga kiasi gani, afu utamwonea huruma kabla hajaja kupitia huko. Na hata kama sio wewe, itakuwa unaona watu wanagongwa na maisha kiasi gani, kwa itakuuma sana kama ukija kujua, hata kama ushafariki ukaja kujua mwanao anapitia maisha labda yuko jela, kwa kesi ya kusingiziwa, yuko jela, kwa kesi labda ya kukaba, kubaka. Yaani wewe itakuuma hata kama uko kaburini, si ndio? So that's the love I'm talking about. Unamweka ngani mwanao wewe unampa care gani? Ndio ile love ambayo unamlea vipi asikwaruzane na ndugu yake. Unamzalisha, unajua mapenzi ni kama mbegu mwanangu. Yaani vile unapomtreat mwanao, amtreat mtu mwingine aliyoko nje ya yeye, nje ya wewe. Wewe mwanao anakupenda kama baba, anapenda mkeo kama mama. Love atakayokuja kuwapa watu wengine nje ya nia hapa ni kutokana na nini anapoelekeza yeye. Ila unajua yote kwa yote, tutazungumza kuhusiana na kulea mtoto. Kulea mtoto ni automatically, maana hauendi chuo, hauendi wapi. Ila unajikuta tutarushapata mtoto na akili inakuja ya kulea mtoto. Sasa sisi wazazi tunatakiwa tujikumbushe kwenye nafasi ya ipi ambayo ya kwenda salaba makanisani na msikitini, jinsi ya kulea mtoto. Wakati mwingine imani zinamsaidia mtoto. Sio unamlea tu mtoto wakati mwingine hajui ni dini gani, hajui ni dhehebu gani. Yaani kama mmeamua mahusiano yenu kusema sisi hapa ni Wakristo, basi nendeni kanisani kweli. Na kama mkisema sisi ni Waislamu, basi nendeni kweli msikitini, ili watoto waweze kuponywa hata na kwa imani ya dini. Kwa sababu sisi kama sisi, iwe mzazi wa kiume au mzazi wa kike, hatuwezi kuongoza mtoto pasipo imani ya Mungu. Lazima Mungu ndani yetu awepo. Tuwe na hofu. Tusipokuwa na hofu ndipo pale mtoto atakapoiba, utakapoona kwamba ni jambo zuri. Na ndipo pale upendo utakapozidi, kwa sababu hata vitabu vyenyewe vinasema mtoto usimnyime nini? Mapigo. Umeona? Kama usipomnyima mapigo, maana yake viboko vinatakiwa kwenye nafasi fulani na kwenye nafasi fulani inatakiwa upendo. Yaani balance. Yote ni ya balance. Msizoeane sana. Yeah. Lazima ajue kuna kipindi atakiwa akikuona mama Yesu, mama na kuna wewe mwenyewe unajua kwanza akiangalia tu mama, kuna jicho fulani mzazi akiangalia hivi, mtoto mwenyewe anakimbia anasema na kuna mtu ambaye mtoto wake atafanya kosa gani hampigi. Sio ile mimi mama anapiga, wewe baba ndio unasema kwa nini unaanza kuniingilia tu unanipiga tena? Kwa sababu mimi mama nimemchapa.